Afrika inakuja kufanyia katika eneo hili kwanza. Rwanda kuandaa inakuwa, lakini hizi zilikuwa ni 27 countries. 26 I think. 27, 25 are participating. Okay. Yeah. Sure. Yule ni mtu wa Burkina Faso sasa. Ni Burkina Faso. Lakini hata wasichana wa Burkina Faso wamecheza. Ndio. Wamecheza vizuri. Cameroon imekuja na watu wengi. Imewakilishwa na wachezaji wengi sana nimeona. Na labda kwa upande wa wanawake kiwango cha Afrika unaona wamefikia level gani? Kwa wanawake bado tuko chini. Tuko chini kabisa. Hatujafikia hata ile 30% of the population of men. Sasa ungewaambia nini labda wale ambao hawashiriki? Ni mchezo kama mchezo mwingine, hata soka nini, lakini inaonekana hata karate pia wanatakiwa washiriki. Unawaambia nini kwa upande wa kina mama? Wakina mama, mchezo wa karate ni mchezo kama mchezo yoyote. Ni kama volleyball, ni kama football, ni kama netball. Kwa sababu tena ile advantage kwa Kiswahili ni? Ulikuwa na ule kupenda kitu, unakuwa na advantage ni ile like these days unapata wamama kupakwa ni rahisi sana. Okay. Ukiwa hii ni self defense, ni game na zaidi ya yote is a disciplined sport. Ikuna heshima zake. Hakuna kama kutukanana, kuchapana. Hata mtu ataweza kufanya lolote akufikisha kwa kona, lakini huwezi mchapa. Kwa sababu kuna ile rules za game, za mchezo. Sasa wamama ningewasi tafadhali ingia mchezo wa karate. Na wanaume wazee, wacha kusema ukipata mwanamke anacheza karate anaenda kukuchapa kwa nyumba. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi nimekuwa pale for 20 years. Na sijaichapana anywhere. Sijawahi pigana. Sijui vile watu pigana kwa street. Ina maana hujaingia pale kwenye stage? Umekuwa kwenye stage, lakini sasa kwenye stage unapigana kama kawaida. Unapigana kama kawaida, kama nje hauwezi nje huwezi. Unakuwa na ile discipline. Uko na ile discipline. Na discipline. Na ni character ya okay, how can I say in Swahili? Character, muundo, yani ile tabia ingine mbaya hakuna hiyo. Alafu unakuwa na heshima kwa watu wote, unatia bidii. Tunakuanga na vipengele 5 za karate. Ndio. Yeah. Wewe umefikia mkanda gani? Nilikuwa nimefikia mkanda nyeusi. Umepanda kweli? First dan. First dan. Yeah. Na baadaye uliacha kabisa au vipi? Unaendelea au umekuwa tu mhasibu tu wa Kenya Karate Federation? Okay, nitasema retire from the active participation. Sichezi hii kama unaona watoto wanacheza. Sasa ni ile practice tu, daily practice, maintain to the game. Sawa. Nikaenda kwa management. Inaonekana bado wako pointi sawa, 2-2. Iko 2. Huyo mchezaji kutoka Burkina Faso. Na mwana Cameroon pia. Unaona mali urefu na msaidia, anainama, anaipata. Wewe ukitafuta juu. Okay. Sasa kuna wakati marefari watatu unakuta wana 5. Unakuta wawili labda wameonyesha kibendera, wengine labda 3 ndio wamepandisha. Wanazidiana. Sasa sijui ni lini anapopata alama. Waeleze wale ambao wanatazama sasa hivi na kusikiliza. Okay, unapata saa zingine marefarini 4 wakipeana point, mmoja akipeana hiyo iwezi kauntiwa kama, iwezi hesabika kama point. Lakini 2, 3 na wote inahesabiwa kama na point. Sasa unaona kama hawa wa blue 2 wamepoint, wamepea wa blue. Na wakinua wote side moja, hiyo kala ameweka ndio amewin. Okay. Ndio ameshinda. Sasa leo inaonekana ni kupigana kabisa. Yaani kupigana kwa ana. Lakini jana ilikuwa ni presentation sana wanajionyesha. Tunahitaji ile wakati mtu anaonekana akinyosha miguu yake, mikono, kila kitu bila kupigana. Ile inaitwa kata. Ile ni kata. Ni style. Sasa ile style leo naona hawajafanya style.
Hiyo style sasa tulimaliza jana. Hiyo ni kuonyesha style. Sasa hizo style ndio hizi unaona zinatumika hapa. Okay. Kwa kupigana. Kila style iko na kupigana kwake na kublock. Sasa unaweza kuwa na hiyo style au hiyo kata inakuwa nzuri kuliko unapokuwa hapa wakati wa kupigana sawa sawa. Si ndio? Ni kweli. Ina maana kila mtu anakuwa na experience yake. Ujuzi yani. Ujuzi ya. Huyu ni yule